Kama ni mara ya kwanza kutembelea YouTube channel yetu, tafadhali subscribe, like, share na comment. Moz Public TV, sisi ni sisi. Mambo vipi? Natumai kwamba uko fresh kabisa. Karibu tena. Kama ni mara yako ya kwanza kutembelea YouTube channel yetu Moz Public TV, make sure una subscribe, una like, una share, unawapa watu wengine taarifa. Leo bwana, tuna mambo mengi sana ya kujadili. Tuna vitu vingi sana vya kuzungumzia, lakini kubwa kuliko, kwanza tutaanza na Nyagomani, kisha tutaama Bana Ponga. Yani nitaanza Kiruibi Social, alafu tutaenda Bana Ponga Family ambayo ni Afolo Bugatti. By the way, kuna kazi ambayo ameachia, lakini ile kazi ina ukakasi ndani yake. Yani kuna vitu ambavyo viko kwenye ile nyimbo havijakaa poa sana, na sisi kama watu ambao tuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha wanamuziki wetu wanakaa bomba, tunatakiwa tutoe na ushauri kwa wasanii wetu ili waweze kwenda mbali ile kidogo. Lakini kubwa kuliko pia, Nyagomani na yeye kama mnavyojua ana mambo mengi sana hapa katikati ambayo amefanya. Lakini pia kule Instagram ameweza kupata comment kutoka kwa msanii mkubwa ambaye anafanya kazi kutoka kiwanda cha Bongo Flavor, ambaye ni Vivan Boy Rayvanny Chui. Ameweza comment pale, akampa maua yake. So leo tutazungumzia hizo pointi kubwa. Ni je, Nyagomani anatupeleka international kama anavyosema, au anaupeleka muziki wa Kibembe international? Tunahitaji tukana sisi hapa mwanzo hadi mwisho. Naitwa Gamtu na Nusu, hii ni Moz Public TV. Niko na G Glory Gina, ambaye yeye mara nyingi nakuwa naye na tunakuwa tunadadavua baadhi ya vitu. Mambo vipi G? Swali kama kawa fresh kabisa. Aya, vitu umetoa wapi? Yani unajua hizi siku mbili nimejifunza vingi. Kwa hivyo hii sasa, hii ukifanya hivyo ni kama moyo kwa yani hii hapa inaitwa unyama ni mwingi. Kutu testi. Kwa hadi huku tena. Yani unapiga mama test tena. Unyama ni mwingi. Najua watu wataiga hapo, hawachelewaje wa Tanzania. Mimi nilikuwa najua hii hivi. Hivi ndo najua hii. Sielewi hivi tu. Ndo najua hii. Ndo najua hii. Nishakupa kitu kipya hicho. Kwanza kupiga nacho. Safi sana. Nyagomani bwana amepata comment kutoka kwa Rayvanny. Na kama tunavyojua Rayvanny amekuwa ni msanii mkubwa Tanzania. Ni msanii mkubwa by the way Tanzania, na anafanya poa sana. Lakini pia sio comment hizo tu, amepata comment kutoka kwa comedian kama Talent, Mr Black, wote ni comedian, Navi OG, Mr Navi OG, wote ni comedian wa Tanzania. Na kubwa kuliko, sisi tunamheshimu mtu hasa kwenye mitandao ya kijamii akiwa na blue tick. Ukiona blue tick, mtu amekuja comment pale kwenye blue tick kwenye comment section, basi alafu akiwa na blue tick, basi ujue huyo anakwenda viral, au kile kitu anachofanya kinawavutia watu wengi. Kwenye swala la comment ya Rayvanny kwenye post ya Nyagomani ama challenge ya Nyagomani ambayo post mpya It Is My Time, una kitu cha kuzungumzia kwanza? Wewe unadhani Nyagomani ndo nyota imeng'aa kuondoka ama vipi? Nyota imeng'aa. Nyota imeng'aa, lakini pia Nyago ni msanii ambaye sasa hivi ni mkubwa. Yani tulizungumzia hilo. Tusiende sijui huku wala huku. Nyago sasa hivi ni mkubwa. Tusipindishe mambo. Nyago ni mkubwa na ni msanii ambaye yani kama alivyosema mwanzo, akaipeleka Ebembe to the world. Naona kabisa kuna namna ataipeleka. Unaona wapi bwana? Ataipeleka kama unajua mwanzo, yani kidogo Waswahili wanakuambia haba na haba ujaza kibaba. Kwa hiyo hii kidogo anachokifanya, alianza na nani? Chibaba, ambaye kila mtu alikuwa anasema Chibaba msanii gani? Chibaba ni Chawa. Lakini sasa hivi tunaona watu wengi na watu ambao wako juu wameshaanza kumuona na kumpost. Wanakubali kazi yake. Inamaanisha kwamba ndani ya kile
kile kidogo alichokuwa amekianza na Ichibaba, wale wakubwa wamemuona. Rayvanny ni msanii ambaye ni mkubwa sana kwa sasa hivi. Unaona? Rayvanny ni msanii ambaye kwanza alikuwa ameshakuwa na msanii wake, anamiliki kichwa cha mtu. Yes, kuna kitu hapo nimekipata. Unajua watu wengi walikuwa wanamuona Nyagomani anachofanya kama ni wehu, utoto sijui, ujinga, anafanya muziki wa Nyagomani, lakini Nyagomani ni mtu ambaye kwanza kitu ambacho watu wengi kabisa wanakubali kutoka kwake ni kule kujiamini kwake kwamba mimi ni msanii wa muziki na ninatokea Nyarugusu camp, yani katika kambi ya wakimbizi ndio napatikana huko. Sasa kile kitu watu wengi wanamkubali sana kwa sababu ni mtu ambaye afichi mazingira. Tumekuwa na wasanii wengi sana huko nyuma, nikiwataja hapa watakuja wanione ni mbaya, lakini kwa sababu sisi tunafanya hizi kazi ni kwa sababu ya kunyoosha basi. Dekirili alikuwa anafanya muziki hapa Nyarugusu, akatoka akaondoka akaenda Kigoma, mwisho siku akafika Dar. Alikuwa hataki kufahamika kama ni mtu wa Nyarugusu wala mkimbizi. Yes, hapo umekanusha vizuri. Tulikuwa na mtu kama Apolite Thomas, sasa hivi anajiita sijui Melody. Alienda akafanya kazi na Kayumba, ameenda amefanya kazi na Mr. Blue, Baisa. Alifanya kazi na watu wengi by the way, lakini hakuweza kuchukua nafasi ya kufanyaje kupromote kwamba kuna Nyarugusu pia kuna wasanii wanafanya vizuri au kuna wakimbizi ambao wako kule Nyarugusu wanafanya vizuri. Hicho yani. Lakini kingine ambacho mimi nafikiria au naona Nyagomani aliamua kuwa muwazi ni baada ya wasanii wetu ambao wametoka hapa. Kuna founder Tizi na anaitwa nani, Godfrey Mteule. Baada ya Godfrey kuondoka na founder wote wakawa wana location zao zinasomeka wapi? Nyarugusu. Yani watoto wa Nyarugusu, yani hizo ni vipaji vya wapi? Ya Nyarugusu. Ndio kitu ambacho Nyagomani kimemfanya mpaka ile shauku ya kuwa anajitangaza hadharani. Kwa upande wangu mimi nafikiria hivyo, lakini pia ni mtazamo. Sasa swala la Nyagomani kwenda international kwamba anatupeleka international sio na hivyo. Wimbo wake mpya inaelezea kila kitu. Wimbo wake mpya ambayo anaipromote ambayo inafahamika kama It is my time inaelezea muda wake. Jamaa kusobawa anatoka huyo. Anaondoka. Nyagomani mimi bwana tuache kuwa wanafiki. Baadaye sijui kama unafuatiliaga vipindi vyetu, kama unatazamaga, lakini sisi tuseme tu kwanza hongera kama Most Public TV, tukupe hongera zako kwa sababu kupitia wewe hata TV zetu pia tunafuatilia. Yani kupitia juhudi zako Most Public TV, Global 5 TV, Alexander TV, Power wote wanafuatiliwa. Na hiyo ni nini? Ni nguvu. Apewe tu maua yake. Lakini pia kuna vipindi ambavyo watu wanafanya wengi hawawezi kuacha kumtagi Nyagomani, Follow Bugatti na wasanii wengine, lakini Nyagomani anakuwa kinara, anakuwa ni mtu ambaye ni mstari wa mbele watu kutagi. Kwa hiyo tumpe hongera zake. Nyimbo ile inaeleza kila kitu. It is my time kwamba ni muda wangu. Hatujui kama Nyagomani amefanya kitu gani. Sawa, hatuelewi kama amefanya kitu gani kwa sababu ni ghafla tu. Ilianza kwa nani? Akaja akacomment pale Mwijaku. Amekuja ilianza kwa Ichibaba. Baadaye wengine wote wakafuata kina Mwijaku, Nyagomani mbuzi, Yanskana, mbuzi la Kibembe Nyagomani. Wamekuja hadi wasanii wakubwa. Hadi amefikia hapa. Ni muda mchache sana. Haina hata miezi miwili. Tangu ile swala au moto umeampelekwa uanze kulumba. Yes, kitu kama hicho, yani moto uanze kufuka ile. Sasa hivyo yani, sasa hatujui Nyagomani amefanya kitu gani. Na watu wengi, maswali ya watu wengi wanajiuliza Nyagomani amefanya kitu gani? Je, ni ameroga? Na kama ameroga, mganga amempata. Bro, umepata mganga, mnganganie. Kaza hapo yani piga panapo na mimi kijoro mganga wako unaenda kumpa ana buku lake hapa. Ana zawadi. Ana buku la sabuku. Zawadi yani nampa buku lake, buku lake hapa. Mganga anajua. Ngoja kwanza. Mganga
anajuaje anaboa? Ashinde kuchukua buku. Sawa. Iko hivyo. By the way, kama ni mganga umepata bro. Yes. Ni anafanya poa sana. Kwa sababu miezi mingapi hapa? Baadaye Nyagomani alikuwa anafanya fresh. Anafanyaga vizuri. Lakini huko anakoenda sasa huko. Umepitiliza yani kwamba Nyagomani sasa ni kila siku anachoposti mara umeona mastaa wanakuja na comment pale. Anachofanya hivyo. Ile inaonyesha ni mkubwa. Yeah, na kitu kingine mimi cha kukushauri au kukuambia zaidi ni kwamba Waswahili wanakuambia nabii hakubaliki kwao. Najua huku kwetu tutakuona kama mpuzi mmoja tu. Watu wengi watakuponda sana kulingana na kazi yako na nini. Unaona? Lakini ukitoka kama hivi ambavyo unatoka, unaenda kutangaza Ebembe to the world. Na kama umeshaanza najua pale alicomment Nyagomani baada ya nani kumcomment yes, alicomment chini akamwambia bro tufanye kitu bro. Alicomment analia. Mimi nimeona ile ni comment hatujui alikuwa katika moment gani, lakini mimi ninavyoona Nyagomani alilia kwa sababu comment ile pale ilikuwa you see, yani comment ilivyokuja ilikuwa Rayvanny amecomment pale akasema Nyagomani bot ameka exclamatory sign kisha akaja akasema mbuzi la Kibembe. Sasa Nyagomani amekuja hapa akacomment akasema kakaangu akiwa analia machozi ya upande mmoja. Kwenye comment mtu ndo anaelezea yani tunafanya ile ambavyo anaelezea kile kitu anachojifeel baada ya kupokea kitu. Akasema kaka yangu, sawa? Kaka yangu mpaka wewe da, yani kitu kama kushangaa. Nyagomani haamini kitu ambacho haamini mpaka wewe. Kisha akasema Mungu wangu kweli it is my time. Akaweka tena na kitu kama nyimbo yake pale. Nyagomani ni ana akili kubwa sana. Hapo ni mjanja sana. Kwenye swala la promotion yuko vizuri sana. Yani hapo salute tena kubwa. Yani kwenye hiyo ni kweli. Fuatilia kwenye wasanii wetu, mtu ambaye anaongoza kufanya promotion na kupromote wasanii wake. Anaongoza Nyagomani anafuata Decrilius. Yani ukiachana na Decrili na nani na Nyago hakuna Bembe boy. Sawa. Kisha ngoja tumalizie it is my time. Kisha akasema ngoja kaka tuondoke duniani. Sawa? Sasa kama msanii kama Rayvanny amekuja kucomment kwenye page ya Nyagomani. Sisi hatuongei kama uchawa, tunaongea kama yani tunaliweka ili kitu sawa. Dadavua vitu. Sasa kuna kitu ambacho mimi akijanikaa fresh kwenye akili yangu, na hicho kitu ni kitu ambacho watu tunatakiwa tujaribu kuelimika. Sawa? Unajua muziki tunafanya unaenda mbali sana, na ni muziki tunafanya sio kama ni vita. Wanasema muziki sio vita. Na kama muziki sio vita, kwenye kazi yako hutaki kumtaja mwenzako hasa kwa mabaya, kama unamtukana, unafanya nini. Sawa? Hizi hapa kuna nyimbo ya nani Dula Makabila baada ya Denisa kuachana na Manara. Kuna nyimbo ya Dula Makabila ile aliachia, hakumtaja mle Manara. Sawa, hakutaja jina la Manara, lakini alimba mzungu. Sawa? Mzungu. Kisha akawa anafanyaje, anathibitisha Manara. Watu walijua moja kwa moja ambaye ameachika ni nani, na hii nyimbo iko maalum inamhusu nani. Sasa kitu ambacho mimi kimeniuzi kutoka Bana Ponga Family ni ile nyimbo ambayo wametoa Pole X. Mwanzo kabisa inatoka ilikuwa imeandikwa Baba Kaila. Sawa. Baba Kaila tunajua kabisa aliungua, ana sura yake tangu mtoto. Sasa kile kitu hata kama ni nani hawezi kujisikia vizuri, hata kama tunafanya hii entertainment burudani, lakini kuna vitu ambavyo unamwambia mtu vya kweli anajisikia vibaya. Mtu unaimba anaimba sijui sura yako kama Baba Kaila. Hapa nani ex wangu? Inasema kwamba natamani ex wangu amfananie Baba Kaila. Alafu ufupi
kama ufupi kama Nyagomani. Yani unamtagi mtu serious. Yani moja kwa moja, kitu ambacho ni kibaya sasa. Sawa wangemtagi kama kuna utani ambao wanafanyaga, lakini au angetumia jina lingine tofauti. Sawa. Angetumia jina lingine tofauti. Sasa unamtagi mtu lebo zenu ama vikundi vyenu havipatani. Kama Bana Ponga Family na Kirui wako tofauti sana sana. Alikiba na Diamond ni watu ambao lebo zao ndio wanaweza wakafanya hivi na hivi, lakini wanaangaliana katika macho ya yani hawaangaliani vizuri. Kwa ndio iko kama Kirui na Bana Ponga hawawezi kuangaliana vizuri hata ije nini. Sasa mimi sijui wametaka kutengeneza ndio waonyeshe bifu hadharani kwamba anamtaja Nyagomani. Kile kitu sio vizuri. Kwenye nyimbo mtu unatakiwa ujaribu kubana, sawa, kubana vitu. Kama ulivyosema hapo, wangetumia jina lingine. Wanatumiaga malelo. Nyagomani tunajua anaitwa malelo. Lakini watu wazima wanaelewa kabisa. Hata Nyagomani wanaitanaga malelo wote. Wanaitanaga yani Nyagomani na Folo, hata Kizoboi kuna muda wanaitanaga malelo. Ndio wanatumiaga hicho kitu. Sasa yeye Sam amemtag moja kwa moja Nyagomani. Ni makosa. Yani kwanza ile kisheria kabisa, tukianzana na Baba Kaila. Baba Kaila akisema kisheria aende akaripoti, ni kwamba atafungwa. Lakini pia kuna faini kubwa ambayo itatolewa pale, kwa sababu wewe huwezi sawa, wewe ndio wewe ni msanii na kwani yeye alitamani kuwa vile? Kwani Baba Kaila ndio swali la kujiuliza. Mimi nilitamani kuwa vile. Kwa nini mtu anitagi kabisa eti anatamani ex wangu afananie Baba Kaila? Kwa nini mimi? Kwani kuna watu ambao sio wabaya hapa duniani tofauti na mimi? Kwa nini anitagi mimi? Tena anitagi jina langu. Yani ni kwamba anamfanania yule dancer. Sura mbaya kama yule dancer. Watu wangeanza gani? Mtu ambaye ana akili haelewi, lakini mwenye akili au anaelewa ni nani? Anaelewa Baba Kaila. Alafu kitu kingine ni kwamba unajua hawa ni wasanii. Na kama ni msanii akitoa kitu kinaenda. Unaona? Hata ambao walikuwa wajui Baba Kaila ni mbaya, lakini kwa sababu ya hiyo nyimbo watamuona ni mbaya. Unafikiria mke wake atajisikiaje? Fikiria watoto tu wanaotembea wanacheza wanafanya nini, wasikilize ule mwimbo. Alafu Baba Kaila unajua na watoto. Atamaniki nini ex wangu, nataka wangu sura yake kama Baba Kaila. Natamani awe kama Baba Kaila. Babako aliimbwa si nini. Watoto tu wanaanza kuona. Unaona fulani ana mume mbaya, sisi wanawake tuna ile pale psychologically inamtengenezea mtu kitu kibaya sana. Anakuwa anajiona kumbe mimi watu kabisa wanajua nina sura hii mbaya. Alafu sisi watu wananiambia ndo hivi tena basi. Kwa hiyo Bana Ponga sisi tunakubali, sawa? Tunawaelewa sana, nyinyi familia. Yani nyinyi familia kabisa katika watu ambao wanatuburudisha hapa Nyarugusu Camp katika kambi yetu, na nyinyi pia mmo. Kwa hiyo tunatakiwa tuangalie namna gani ya kuhitaji mtu kupunguza makali ya. Mimi ni mmoja kati ya watu ambao nilimuona Baba Kaila akiwa mdogo. Ulimshuhudia kabisa? Hivi unajua kwa namna nyingine yule ni ndugu yangu. Ni mtoto wa shangazi yangu. Kwa hiyo kitu mimi pia kimenikwaza kwa namna moja ama nyingine. Lazima niseme maana ndugu yangu kabisa. Unaona? Utawashtaki. Lazima niwashtaki. Na nitalizungumza, lazima niwashtaki. Nitamfuata kakaangu tuangalie namna gani. Mtangazaji wa mtazamaji wa Most Public TV, nadhani wewe pia umetutazama. Sisi hapa mara zote tunasemaga kwamba sisi hatufanyi vitu kwa ajili ya ushabiki au kwa sababu ya ushabiki. Kwamba tunasema hivi, lakini penye ukweli lazima mtu aongee. Kuna watu watasema wale wanakuwa watu wa nyago. Hivyo yani, lakini sisi hatuko kwa nyago, tuko kwa ajili ya muziki mzuri wa Nyarugusu. By the way, Nyagomani, hongera sana kwa kazi yako na unatupeleka sasa kama unavyoimba it is your time to go international.
international. Yes. Basi na Mungu akubariki pia uende international. Tunakumwagia maua yako na maua yote unapewa kutoka Most Public TV. Lakini pia upande wa bana ponga, najua CEO wa pale ni Follow Bugatti, waache kufanya vitu kama vile ni so poa. So kwamba mimi na uwezo wa kufanyeje, lakini tunaongea tu kwa sababu muziki wetu tunataka uendelee. Bato ziwepo, bato ambazo tunazitaka sisi ni muziki. Achia kazi kubwa nzuri, huyu aachie kazi. Sasa mkianza kutukanana kwenye nyimbo, sisi watazamaji tutasikia nini? Sisi watazamaji tutasikiliza nini? Kwanza ni kitu ambacho unajua sisi, kwa mfano kama sisi wengine hapa ni watu ambao hatakuwa tunajuaga kama watu wanagombana. Okay. Haya, mfano mimi sijui kama watu wana ugomvi, ila nikishasikiliza huo nyimbo na umeshamtaji mtu, najua hapa hakuna msanii. Kwa sababu wewe unamtajije mtu? Fanya kitu, mwenzako anaenda viral sasa hivi. Mzee anaenda viral. Oya, anapepea na msishangae anapiga collab na Diamond Platnumz. Pia amesema ndoto yake anataka kufanya collab na Burna Boy. Sasa inaweza kutokea, lakini Diamond sio rahisi hivyo. Ya Diamond inawezekana, labda Rayvanny. Inawezekana kama Maukoto. Maukoto. Kila kitu ipo. Bro anapanda sasa hivi, usishangae akawa anapata zake hela za kutosha tu. Watajitanga, wabembe ni wengi sana. Tutahakikisha yani ikitokea tu bro ameombwa collab na akasema hajiwezi, oya tutajichanga. Wabembe ni wengi sana. Kumchangia. Tuko tayari kwa sababu sisi tunachokitaka bembe yeye ipande. Bembe tuzo. Sasa so bembe tenda wapi? Bembe. Yani Nyagomani aende mbali, sio bembe. Wewe mnarekebisha, ngoja na bembe upande. Sio bembe. Unajua sio bembe. Nigeria by the way ni nchi ambayo wanafanya poa sana, na mara nyingi wanaimba Kiingereza ambacho kinafanania na lugha yao, ndio. Lakini wewe unakijua Nigeria? Sasa Nigeria unajua kuna lugha ngapi? Na lugha nyingi sana. Lugha nyingi. Sasa ile lugha ambayo wanatumia kuimba nyimbo zao, yani lugha yao ya taifa, haujui, si ndio? Sasa ile ni lugha ya taifa ya Nigeria ambayo bado haijafika huku na watu hawaijui. Sasa hicho bembe ni lugha fulani ile kabisa kadogo. Lakini by the way ni kwamba akishapanda na Nyago akienda, tunataka msanii kama Nyagomani, msanii akipanda na sisi tunafurahi, sisi kama Wakongomani, lakini pia wabembe tunafurahi kwa sababu tunajua kwamba kule kuna mtu wetu. Tunakuwa proud of Nyagomani by the way. Hivyo yani ndio iko hivyo kwamba wabembe na wenyewe msanii wao yuko on top ambaye ni nani? Ni Nyagomani, lakini sio lugha. Lugha kuna vitu ambavyo hivyo yani tunatakiwa Wakongo pia tuwe proud of Nyagomani. Sababu hapa nilisema kwamba tuna makabila mengi sana. Kuna Fulero, kuna Washi, sijui Washi, kuna Wazoba. Ni makabila mengi. We need to be proud of Nyagomani. Kitu kama hicho. Kama ni mara ya kwanza kutembelea YouTube channel yetu, tafadhali subscribe, like, share na comment. Most Public TV. Sisi ni sisi.